Mama, mimi nataka nikuulize jambo. Hivi ni kwa sababu gani mtu ukiwa unaanza kupambana, ukiwa unajitafuta, washauri wanakuwa wachache? Ila ukishaanza hawakuoni kwanza. Ila ukishaanza kuonyesha mwanga tu wanajaa washauri, alafu watu wanajifanya wanakupenda sana. Tatizo linakuwa huwa ni nini yani? Sio tatizo mwanangu. Ni kwamba bado wanakuwa hawajaona thamani yako. Unajua mtu ukiwa unaanza kitu, thamani yako bado anakuwa hajaiona. Na naomba nikutaarifu, wengi wanakujua na kukufuatilia. Hawasemi kwa sababu bado haujaonyesha kile kitu wanachokitafuta. Lakini ukishapanda kileleni ukaanza kuwa mkubwa, kila mtu atajitokeza na kukufanya na kujifanya kwamba anakujua sana. Na mwingine ndo utashangaa mwanangu, sehemu ambao Mungu anakupeleka, kuna wale uliosoma nao primary ambao hukuwahi kuanza kwamba watakukumbuka, watasema tulisoma naye. Kuna wale walikuwa wanakuchukulia poa ukiwa darasani chuo, wataanza kukutafuta na kusema tunamjua. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tayari umeshafika. Lakini kinachoniuma kuliko vyote, watu wanatafuta, kuna binadamu wameumbwa kutafuta makosa. Yaani yeye akisha kuona umepanda ndio anaanza kusema, Scotty, ile miwani usingevaa ya blue, ungevaa mekundu, ungetupelezea zaidi. Zile nywele mimi nafikiri zingekuwa za brown. Yaani yuko sio kukupongeza, lakini anataka awe chachu ya correct. Yaani atatue matatizo, lakini matatizo anayotatua hayana tija. Ulikuwa wapi siku zote wakati natafuta miwani ya blue? Mbona hukunishauri? Ulikuwa wapi? So my son, I'm telling you today, where God is taking you is bigger. Anapokupeleka ni pakubwa. Naomba Mungu akupe akili, macho na roho ya kujua nani ni sahihi kushauri. Nani ni sahihi kuwa naye, na nani ni sahihi kula pesa yako. Kwa sababu pesa mwanangu itakuja. Wa kwanza wakula pesa yako ni Mwenyezi Mungu. Wa pili mama yako mzazi. Watatu ni wale ambao Mungu atakutafutia, ambao wewe unawajua. Wale wanaokuja leo hii, achana nao mwanangu, watakupoteza. Mama nimeachana nao. Achana nao.